Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Basi ninazo sababu nyingi sana za kumshukuru Mungu kwa msimu huu ambao tena Mungu ametupa, msimu wa Pasaka. Ni msimu ambao tunakumbuka kifo, mateso ya Yesu pale msalabani na kufufuka kwake. Wapo watu wanasherehekea kwa namna tofauti sana huu msimu wa Pasaka. Na watu wanajua Pasaka ni kula, kunywa, kuvaa na kufanya starehe. Msimu wa Pasaka watu wengi, wapo watu ambao wanasherehekea, mwingine anasema ngoja ninywe sana ili sikukuu yangu iende vizuri, anakunywa pombe sana. Mwingine anaenda kwenye uzinzi sana, anabadilisha wanawake sana. Mwingine anaona yani huu ni msimu wa kutafuta totozi ili nikasherehekee vizuri Pasaka yangu. Natafuta totozi mzuri ambaye atanifurahisha ili nisherehekee msimu wangu mzuri wa Pasaka. Lakini nataka nikwambie kwamba Pasaka ya Wakristo tunasherehekea kwa namna tofauti sana. Tunasherehekea kwa namna ya kukumbuka ushindi wa msalaba, kwa namna ya kukumbuka mateso ya Yesu pale msalabani, tunakumbuka kifo cha Yesu, tunakumbuka na ushindi wa kufufuka kwa Yesu pale, kufufuka kwake Yesu. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo tunakumbuka ushindi wa Yesu pale msalabani. Kwa hiyo napenda kukutia moyo kwamba huu msimu wa Pasaka, tunatamani tujifunze, tujue nini maana ya Pasaka, ili unaposherehekea msimu wa Pasaka ujue kwamba unasherehekea ushindi wa kifo cha Yesu pale msalabani. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa namna yangu mimi ninasherehekea kwa namna ya tofauti sana hii Pasaka, huu msimu wa Pasaka. Ninasherehekea kwa namna ya tofauti sana, ninasherehekea kwa namna ya kumshukuru Mungu kwa kiwango ambacho siwezi kukielezea. Kwa sababu nakumbuka msimu wa Pasaka kama huu miaka 6 iliyopita. Ilikuwa adui alikuwa amenikusudia mabaya sana, alikuwa amekusudia mauti juu yangu, alikuwa amekusudia kunipoteza, lakini huyu Mungu wa rehema aliyekufa pale msalabani akaniepusha na mauti. Kwa hiyo ikifika msimu kama huu, mimi huwa nautumia kwa namna ya tofauti mno, yani kwa namna ya kumshukuru Mungu, kwa namna ya kulia mbele za Mungu, kwa namna tofauti sana nautumia huu msimu. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa sababu najua Mungu mahali aliponitoa. Bwana apewe sifa. Kwa hiyo ninapenda tujue tu na maana ya Pasaka, yani tujue Pasaka, historia ya Pasaka ilikuwaje, tujue namna ya Pasaka, yani maana ya Pasaka kwenye Agano la Kale na maana ya Pasaka kwenye Agano Jipya. Natamani tujue hiyo maana ya Pasaka. Bwana Yesu apewe sifa. Maana ya Pasaka kwenye Agano Jipya, nakupa tu historia fupi ya watoto wa Yakobo. Watoto wa Yakobo wale akiwemo na Yusufu, watoto 12 wa Yakobo ambaye akiwemo na Yusufu. Napenda kutoa tu kifupi ili clip yangu isiwe ndefu sana. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo wale watoto wa Yakobo 12 akiwemo Yusufu. Yusufu alikuwa ni mtoto ambaye alikuwa anapendwa sana na baba yake. Kwa hiyo wale ndugu zake wakawa wanamchukia Yusufu kwa sababu alikuwa anaota ndoto, wakaanza kumuita bwana mandoto na nini, wakawa wamepanga sasa kumuua Yusufu. Lakini tunaona siku moja babake kama mtume Yusufu awapelekea watoto kaka zake chakula, wakasema sasa leo ndo siku ile ambayo tunatakiwa tumuue bwana mandoto. Yusufu alipofika pale, mwenzao akatoa wazo kwamba tusimuue, tumuuze, maana walikuwa wanapita watu hapa wanaonunua watumwa na nini, tumuuze. Kwa hiyo wakamuuza Yusufu na wakamuuza kwenye nyumba ya Potifa. Yusufu akajikuta yupo kwenye nyumba ya Potifa. Kwa hiyo akawa amemuuza, akamdanganya baba yao Yakobo kwamba Yusufu ameliwa na mnyama mkali. Tunaona akatoka hapo Yusufu kwenda Misri, akauzwa kwenye nyumba ya Potifa. Kama amekaa pale, Yusufu alikuwa ni mzuri sana kwa muonekano, alikuwa ni handsome, kijana mzuri. Tunaona sasa yule mke wa Potifa akamtamani Yusufu alale naye. Mke wa Potifa alimtamani alale na Yusufu, afanye naye uzinzi. Lakini Yusufu akasema siwezi kumkosa Mungu, yani siwezi kufanya dhambi hii nikamkosea Mungu. Alikuwa anajua. Bwana Yesu apewe sifa, alikuwa anamjua Mungu wa baba yake. Kwa hiyo kwa nini nifanye dhambi kubwa hii nimkose Mungu? Kwa nini? Kwa hiyo hakutaka kufanya hiyo dhambi. Tunaona mke wa Potifa sasa akamtaka kumbaka kwa nguvu Yusufu. Yusufu akamponyoka kwenye mkono wake. Tunaona baada ya hapo akapiga makelele, akajifanya Yusufu ndo anataka kumbaka. Kwa hiyo tunaona Yusufu akapelekwa gerezani kwa makosa ya kufanyaje, ya kusingiziwa. Kapelekwa gerezani, huko gerezani alipofika
akawa yuko na wafungwa wengine, lakini kuna mfungwa ambaye alikuwepo naye hapo. Alikuwa yule mfungwa aliota ndoto, Yusufu akamtafsiria ndoto yake vizuri na ikawa vile kama ambavyo alimtafsiria. Tunaona yule bwana akasema, nikitoka Yusufu sitakusahau, nitakukumbuka. Baada ya yule mwenzie kutoka, tunaona alipotoka hakumkumbuka Yusufu kwa wakati. Baadaye Farao mfalme ndo anaota ndoto sasa, anawaita waganga, anawaita wachawi waje watafsiri ndoto, lakini walishindwa. Tunaona ndipo alipomkumbuka Yusufu, bwana kuna Mwebrania yupo gerezani, alinitafsiria ndoto, ndo kumtoa Yusufu, kumtafsiria ile ndoto vizuri. Yusufu alipotoka pale ndo akapewa kuwa waziri mkuu. Tunaona kukawa na njaa kwenye nchi zingine, kwa kukawa na neema kwa sababu ya ile ndoto ambayo aliota Yusufu. Kwa hiyo sasa wakatoka ndugu zake huko kwenda kutafuta chakula, wakawa wanajua Misri kuna chakula. Kwa hiyo wakawa wanakuja hapo. Walipokuja wakakutana na Yusufu, ndipo Yusufu akamwambia, muite baba yangu. Wakaitwa ndugu zake wote, wakakaa hapo Misri. Tunaona sasa baada ya kukaa hapo Misri ndo akaanza kuzaliana hapo. Baadaye kile kizazi kikapita, akainuka mfalme asiyemjua Yusufu mwingine. Ndipo mateso ya wana wa Israeli yalipoanza. Huyo mfalme aliyeinuka ambaye hakumjua Yusufu alianza kuwatesa, akasema sasa hawa wana wa Israeli wanazaa sana, wanakuwa wengi, watatuzidi. Kwa hiyo tuwatendee kwa ukatili, tuwatese. Kwa hiyo wakawa wanatumikishwa, wanateswa. Ndipo wana wa Israeli walipomlilia Mungu na kile kilio kikafika kwa Mungu. Mungu akaandaa ukombozi wa kuwakomboa wale wana wa Israeli. Bwana Yesu apewe sifa. Tunaona sasa wakawa wanateswa sana, wanateswa. Baadaye ikawa mfalme akawa amesema kwamba watoto wa kiume wote wanaozaliwa wanaona wana wa Israeli wanazaa sana na wanaongezeka. Kwa hiyo wakawa wamepanga kuwaua wale watoto wa kiume wote wanaozaliwa. Sasa kipindi ambacho walikuwa wanawaua watoto ambao wanazaliwa na wana wa Israeli wote, ndio kipindi ambacho alizaliwa Musa. Na Musa alizaliwa na mtu anaitwa Amram na Jokebea. Ndio waliomzaa mtumishi wa Mungu Musa. Bwana Yesu apewe sifa. Tunaona hapo baada ya kuzaliwa Musa, ndio tunaona Musa sasa hakuuawa, akawekwa kwenye kisafina. Baada ya kuweka kwenye kisafina, kutupwa, akaokotwa na binti Farao, kulelewa kwenye nyumba ya Farao. Baadaye tukujia kujijua kwamba yeye sio mtoto wa Farao, ni Mwebrania. Kutoka hapo kufanya lile tukio la kukimbia sasa, kuondoka kule, ndo sasa anakutana na Mungu. Mungu sasa anakutana naye, kijiti kinawaka moto, ndo Mungu anamwambia, mimi niko ambaye ninakutuma, nenda kawatoe watu wangu. Bwana Yesu apewe sifa. Ndipo sasa tunaona Musa anatoka hapo kwenda kwa Farao, anamwambia Bwana amenituma, Mungu wa Israeli amenituma. Yeye anasema niko ambaye amenituma, uachilie wana wa Israeli waende wakamtumikie Mungu, wakamtolee sadaka. Tunaona ule moyo wake ulikuwa mgumu, akawa anawazuia wana wa Israeli wasiondoke hapo, anawazuia wasitoke. Ndipo sasa Mungu akaachilia mapigo 10 ili moyo wa Farao atilisti uachilie wale wana wa Israeli waondoke. Bwana Yesu apewe sifa. Tunaona katika yale mapigo 10, lile pigo la mwisho la 10 ndio pigo ambalo tutaliongelea, ambalo ndio linaleta maana sasa ya Pasaka. Bwana Yesu apewe sifa. Tunaona pigo la 10. Pigo la 10 lilikuwa kuua wazaliwa wa kwanza wote wa wanyama na wanadamu. Kwa hiyo Mungu alitoa hilo pigo na aliwapa wana wa Israeli maelekezo kwamba atamtuma malaika wa mauti ambaye atakuja ataua wazaliwa wa kwanza wanyama na wanadamu wote, lakini kasoro wana wa Israeli tu ambao walipewa hiyo siri, ambao hiyo siri hawakuijua watu wengine zaidi yao wao tu. Walipewa siri, walipewa mambo 5 na Mungu. Jambo la kwanza, waliambiwa wamtafute mwanakondoo mume asiyekuwa na dosari wa mwaka mmoja.
Wamtafute mwanakondoo mume asiyekuwa na dosari, huyo mwanakondoo wa mwaka mmoja. Wamtafute. Wakishamtafuta huyo mwanakondoo, jambo la pili, wamtoe mwanakondoo kama dhabihu. Baada ya kumtoa mwanakondoo kama dhabihu, sasa tunakuja kwenye jambo la tatu, kupaka damu kwenye miimo ya nyumba zao. Baada ya kumpata sasa mwanakondoo asiye na dosari wa mwaka mmoja, wanamchinja kama dhabihu. Ile damu yake sasa wanaipaka kwenye miimo ya nyumba zao. Na pia kumla mnyama na mkate usiotiwa chachu. Jambo la 4. Jambo la 5, kuwa tayari kuanza safari usiku huo. Kwa hiyo walipewa mambo 5 hayo ya kufanya, ili yule malaika wa mauti atakapokuja hapo, akikuta wamepaka damu kwenye miimo ya nyumba, wanapita juu, hawapiti kuangamiza hapo. Kwa hiyo sasa ndo tunaona maana halisi ya Pasaka. Pasaka maana yake ni Passover kwa Kiingereza. Kwa Kiebrania tunaona ni Pesha. Kwa Kiswahili tunaona pita juu. Ndo maana halisi ya Pasaka. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo Pasaka maana yake kupita juu. Pasaka maana yake kuwekwa huru. Pasaka maana yake dhabihu. Kwa hiyo Pasaka maana yake kuwekwa huru. Waliwekwa huru wenzetu kutoka utumwani kwenda Kanaani. Walitoka utumwani, waliwekwa huru, walipata dhabihu pale. Tunaona hiyo ndo maana ya halisi ya Pasaka katika Agano la Kale. Sasa tunakuja maana halisi ya Pasaka katika Agano Jipya. Maana halisi ya Pasaka katika Agano Jipya, Yesu ndio Pasaka wetu. Yesu ndio utimilifu wa Pasaka yetu. Agano la Kale ni kivuli tu cha Agano Jipya. Bwana Yesu apewe sifa, ni kivuli. Kwa hiyo sasa utimilifu katika Agano Jipya, Pasaka ni mwanakondoo mume asiye na hila, ndio Yesu mwenyewe. Ukisoma ile Yohana sura ya 1, ule mstari wa 29, Yohana anasema kwamba namuona mwana kondoo abebaye dhambi za ulimwengu. Kwa hiyo Yesu ni mwana kondoo ambaye yeye amebeba dhambi za ulimwengu. Huyo ndo mwana kondoo wetu, ndo Pasaka. Na ile damu ambayo ilitolewa kama dhabihu, ile Yesu alitolewa, ndo mwana kondoo ambaye alitolewa kama dhabihu. Na damu ambayo ilipakwa kwenye miimo ya nyumba zao, hiyo damu ni damu ya Yesu. Bwana Yesu apewe sifa. Na ni damu ya Yesu, ni damu ya Yesu. Bwana Yesu apewe sifa. Na wale walipowekwa huru kutoka utumwani Misri kwenda Kanaani, na maana sisi tumewekwa huru kutoka kwenye utumwa wa dhambi kwenda kwa Kristo. Bwana Yesu apewe sifa. Tumewekwa huru kutoka kwenye utumwa wa dhambi. Kwa hiyo sasa Yesu ni mwana kondoo, alikufa kwa ajili yetu sisi, ili sisi tupate ondoleo la dhambi, tutoke kwenye laana, tutoke kwenye vifungo. Kwa hiyo unaposherehekea Pasaka, tambua kwamba Yesu alijitoa kama mwana kondoo wa dhabihu. Dhabihu, achinjwe kama dhabihu, ili sisi tutoke kwenye utumwa, ili sisi tutoke kwenye dhambi, ili sisi tutoke kwenye laana. Kwa hiyo Yesu ni dhabihu ambayo alijitoa. Mungu alimtoa mwanae wa pekee ambaye ni Yesu kuwa dhabihu. Yesu ni mwana kondoo ambaye asiye na dosari, asiye na dhambi. Asiye na dhambi. Bwana Yesu apewe sifa. Kama walivyokuwa wanasema tunamtaka Bwana, pewa maelekezo ya mwana kondoo asiye na dosari yoyote wa mwaka mmoja, ndivyo alivyokuwa Yesu. Alikuwa hana dhambi yoyote, alikufa sisi ili sisi tuondolewe dhambi zetu, ili sisi tuondolewe laana, ili sisi tuwe huru kutoka utumwani, kwenye utumwa wa dhambi. Kwa hiyo unaposherehekea Pasaka, tambua haya mambo. Bwana Yesu apewe sifa. Pasaka wetu ni Kristo. Pasaka ya kweli ni kumpokea Yesu. Pasaka ya kweli ni kumpokea Yesu ndani ya moyo wako. Pasaka ya kweli ni kula neno la Mungu ndani ya moyo wako. Pasaka ya kweli ni kufunikwa na damu ya Yesu. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo damu ya Yesu inanena mema kwenye maisha yetu. Damu ya Yesu inafanya mambo mengi sana. Ukiangalia damu ya Yesu, mambo inayofanya, mambo ni mengi sana damu ya Yesu inafanya. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa namna ambavyo Pasaka hii imekuwa ni Pasaka ambayo tunakumbuka ukombozi wa Yesu pale, kifo cha Yesu, kufufuka kwake pale msalabani. Mungu wa mbinguni awabariki sana. Ninawapenda mno sana. Mungu awabariki.